pale na kila mmoja analiona kwamba ni kubarikia. Na sasa tuone na ninatoka kwenye andiko gani. Ninatoka kwenye kitabu cha Hesabu sura ile yake ya 6 mstari wa 22 hadi 26, na waliokuwa mapema hapa wamesikia somo hilo la utangulizi kwenye msomaji wetu na msimamizi wa ibada. Lakini kwanza tuainishe ni nini hasa maana ya kubariki. Kama tulifuata vizuri, kama tulisikiliza vizuri, kubariki mtu ni tendo la kumtakia au kumtamkia maneno ya baraka, ya afya, ya amani, ya wema, ya mafanikio, ya fadhila, ya uwezo pia, kwa moyo wa furaha. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu tuone nani aliyeanzisha kubariki. Nani alibariki wa kwanza? Neno kubarikia kihistoria limeanzishwa na Mungu mwenyewe. Tunaposoma kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza na mstari wa 28, tunakuta maneno ambayo Mungu akawaambia Adamu na Hawa. Alipowaambia, aliwabariki akisema, zaeni mkaongezeke, mkajaze uso wa nchi. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hapo tumeshapata picha ya kufanikiwa, picha ya baraka, picha ya hakuishia hapo. Anasema mkatawale, ina maana mmiliki kila chote kilichopo juu au ndani ya nchi. Bwana asifiwe sana. Amen. Kumbe kubarikia ni kumpa mtu pia uwezo. Bwana asifiwe. Amen. Alafu tunakuja kukuta moyo wa furaha. Lazima ule anayebarikia awe na moyo wa furaha. Hilo nalo linakuja kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 4 mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 4. Tunaruka ule wa 7, tunakuta historia ya watoto wawili wa kwanza, yaani Adamu na Hawa walipobarikiwa wao wakazaa. Walipozaa watoto wao wawili wa kwanza ambaye ni Kaini na Habili. Kaini yeye alikuwa mwindaji, alikuwa mlimaji, lakini huko Kaini akawa mwenye kuwinda, mwenye kuwa na mifugo, sio kuwinda, mwenye kufuga mifugo. Sasa Kaini akatoa sadaka yake, lakini Mungu hakuweza kufurahia sana, hakuweza kuonyesha furaha. Lakini Habili alipotoa sadaka yake ikawa imemfurahisha Mungu. Mungu akatakabali furaha, baraka ya sadaka ya Habili, na hapo Habili akawa amepata baraka. Kwa hiyo lazima anayetoa baraka awe na moyo wa furaha. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini watu wengi wao wanafikiria kwamba ni kwa sababu Habili alitoa sadaka ya nyama walionona ndiyo maana Mungu akafurahia. Sio hivyo. Sio hivyo. Naomba tupelekane kwenye mwongozo, nia ya Biblia. Katika sadaka ya Habili kulikuwa sifa. Aliwatoa wazao wa kwanza, ambao yule mzaliwa wa kwanza katika mpango wa Mungu ulikuwa kwamba Yesu Kristo ambaye ndo atakuja kuzaliwa mtu wa kwanza, hata kama amezaliwa badala ya wengine, baada ya wengine, lakini yeye akawa mzaliwa wa kwanza, tena wa kuonja mauti wa kwanza na wa kufufuka, ambaye atatuonyesha njia ya uzima wa milele. Akaona kwamba huyu amegundua siri tulionayo. Hicho ndicho kilichomfurahisha. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini mawazo ya watu ikasema kwamba kwa kuwa ameletewa nyama zilizonona ndio maana akafurahi. Hiyo ndio mawazo ya watu. Lakini nataka kusema kwamba hapa somo ni kufurahia. Unaweza kufurahia kitu ambacho si chakula tu. Unaweza kufurahia maneno, unaweza kufurahia matendo, lakini pia unaweza kufurahia chakula. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini tangu hapo watu wakaelekeza mawazo yao kwamba ili nipate baraka au ili nitoe baraka inatakiwa nipate kitu chochote chakula, kitu chochote kitakacho, yaani kuwe na sherehe fulani, kuandaliwe na kitu kama vile
sherehe. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata sisi kanisa leo, kwa ajili ya kuwa na habari ya kwamba huyu mtoto atakuja kubarikiwa leo, basi kwa watoto tu tuliandaa kidogo ya sherehe. Zaidi ya vile wanatumia chips leo, na kila mmoja atakuwa na kasoda kama vile sherehe yao. Atakuwa na chips, atakuwa na kipande cha ndizi na atakuwa na soda kwa wale ambao wanatumia. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa ajili ya kufurahia mwenzao anayebarikiwa. Haya. Lakini niseme kwamba neno lililofurahisha hapa kwenye baraka lilianza na ile andiko ya Mwanzo 1:28. Zaeni mkaongezeke, mkajaze nchi, mkatawale, vitu viwili vya ajabu. Ina maana muwe wengi, na zaidi ya kuwa wengi muwe na uwezo juu ya vitu vyote. Wote hapa tunajua kwamba mfalme anapotawazwa inakuwa ni furaha kwake, kwa sababu anajua kwamba ana mamlaka juu ya kila kitu. Atakayeamulia kwamba afe atakufa, na atakayemwamulia kuwa na uzima atakuwa na uzima. Bwana asifiwe sana. Amen. Hicho ndicho chanzo cha furaha. Ndiyo maana Mfalme Sulemani mwenye hekima akasema hivi katika kile kitabu cha Mezali sura ya 18 na mstari wa 12 hadi ule wa 21, anasema hivi: uzima na mauti ukatika uwezo wa maneno wa kinywa chako. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio maana watu walifurahia, wanapata furaha kwa sababu kile kitu, maneno ambayo yatakayotamkiwa yatakupatia wewe uzima, yanaweza kukupatia baraka, yatakupatia kila kitu. Yale maneno tu unayotamkiwa, maneno tu ambayo, kwa sababu hapa tunaona Mungu hakuomba. Mungu kwa sababu alikuwa na uwezo, yeye hakuomba, alitamka, aliwaambia iwe hivi kwenu, na ile ikawa kwao, wakaanza kuzaa. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ndio maana na sisi wanadamu leo tunafanya vitu vinavyoshangaza. Neema haiwezi kuwa namna moja, zinazidiana neema, lakini wale walio na neema kubwa ndio waliobudi kujenga nyumba hii ambao leo tunaabudia ndani, ndio waliobudi ndege ambazo zinatusaidia, tunaturahisisha safari ya kutoka Afrika na kuja hapa Ulaya. Vitu kama hivyo ni ule uwezo wa baraka. Bwana asifiwe sana. Amen. Hapo nimeshachanganua kwamba si tu ile sherehe inayoleta furaha, lakini yale maneno ya kukupatia uwezo, ya kukupatia nguvu, ya kukupatia afya, ya kukupatia neema ya kupata vitu vingi, hiyo ndio inafanya kwamba uweze kuwa na furaha. Bwana asifiwe. Amen. Lakini watu walianza kuuza hiyo kitu. Tuone historia kwamba watu kweli walianza kuuza hiyo vitu. Historia ya kwanza inaenda na Esau na Yakobo. Hao watu ni watoto wa Isaka. Isaka nani? Isaka ni mtoto wa Ibrahimu ambaye ndio huyo mtoto wa ahadi. Hao wawili walikuwa pacha, baba yao Isaka na mama yao Rebeka. Walipokuwa pacha, Esau alikuwa mtu ambaye anapenda kuwinda, lakini Yakobo alikuwa anabaki nyumbani tu. Ni kama vile alikuwa akilinda mifugo ya baba yake pale nyumbani. Hasa Isaka anakuwa mzee, anasema kwamba Esau, mimi nakaribia siku zangu, ili sasa niweze kukubariki, hebu niandalie kitu kimoja kinacho yani niandalie mchuzi mzuri, supu nzuri, ili niweze kukutolea baraka. Mwenyewe anaanza wazo la kuuza baraka, na kwa kuwa alianza wazo la kuuza baraka hizo hazikuweza kumfikia yule ambaye alikuwa ameuziwa baraka, bali mwingine ambaye alifanyiwa ujanja na mama yake, ambaye ndiye nani? Ambaye ndiye Yakobo. Bwana akubariki. Esau akakosa hizo baraka kwa sababu alienda kuwinda. Alipoenda kuwinda, mama yao Rebeka akamwambia Yakobo, unajua ule kaka yako anapoenda kuwinda anaweza kakawinda, chukua tu kondoo mmoja wa hizo kondoo hapa, ukachinje, ukafanye huo mchuzi, ukafanye hiyo supu, ukampelekee baba yako, na utakapompelekea atakubariki. Kwa sababu mama alijua siri ya baraka, kwamba katika kutamkiwa maneno huyu atakuwa na uwezo. Bwana asifiwe sana. Amen. Ikawa hivyo, na Yakobo akapata hizo baraka badala ya
badala ya Esau. Wakati Esau angala anaenda na winda huko, Yakobo ameshachukua baraka kwa haraka kwa ujanja. Kumbe mtu anaweza akapata baraka ukiwa umeonyesha tabia ambayo inafurahisha yule atakayetoa baraka. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi huyu ni wa kwanza. Sio huyo tu, hali ikaendelea kuwa hivyo hata wakati wa Yesu Kristo. Tunakuta katika Mambo ya Walawi sura ya 12 mstari wake wa 6 mpaka wa 8, 5 hadi 11, mstari wake wa 11, sura ya 12 mstari wa 28, Kutoka 13 mstari wake wa 2, mstari wa 12 na mstari wa 15, hadi Luka sura ya 2 mstari wa 22 na hadi ule wa 24. Tunasema hii historia ya Yesu. Yesu alipoenda kubarikiwa, pia mama yake na baba yake waliweza kubeba njiwa. Yaani ilikuwa sheria kwamba kama hauna uwezo wa vitu vingi, afadhali ubebe tu njiwa ili uweze kuwapeleka kwa nani? Kwa kuhani, kwa kuweza kutoa baraka. Kwa hiyo kutoa baraka ilikuwa tu lazima utoe kitu kimoja ambacho kinabaki au kinamfikia yule atakayetoa baraka, ambayo wakati huo alikuwa ni kuhani. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini tuone mabadiliko yatakayokuja kuanza, na hapa nataka niongee kwa hili kwa sababu hili linafanana na habari niliyoipata kwa mama yangu Mwavita. Hana yeye alikuwa mtu mwenye kuumia sana, na ushuhuda wake ulifanana na hili. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi niligusa kama ilivyomgusa msimamizi wetu wa ibada ya leo. Unajua, Hana ni mtu ambaye alikuwa tasa na alikuwa na mke mwenzake, na mke mwenzake ndo alikuwa na watoto. Huyu mke mwenzake aliitwa nani? Penina. Penina. Huyu mke mwenzake aliitwa Penina. Sasa Penina, kwa vile yeye alikuwa na watoto na alikuwa akipata fungo zaidi ya Ana, akawa anamkebeli sana Ana, akawa anamdharau Ana. Ana akawa mwenye kuhuzunika tu rohoni mwake. Ana akatambua kwamba sina pengine ninapoweza kupata msaada ila kwa Mungu. Niende wapi? Niende nyumbani kwa Mungu. Akaenda nyumbani kwa Mungu, akamkuta Eli. Hajamkuta Eli, alipoingia mle, Ana alianza kutembea mle, anaomba kimoyomoyo. Eli alipoingia akaona huyu mwanamke asubuhi na mapema hivi kalewa nini? Alipomuuliza, wewe nini mama yangu, wewe umelewa asubuhi hivi? Ana akamwambia, mtumishi wako hajalewa, mtumishi wako ana maumivu. Kama ungeweza kumsaidia mtumishi wako kusema neno moja la baraka, mimi nitaza, na mimi nahitaji kuwa na mtoto, na nikimpata huyo mtoto nitamtoa kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Amen. Hana akafanya vitu viwili, anaomba, anatoa na nadhiri, vitu viwili ambavyo akina mama wengi hawafanye hivyo. Bwana asifiwe. Amen. Hana alipofanya hivyo, kuhani kwa kuwa alikuwa na uwezo akamwambia, na iwe kwako kama unavyoomba, nenda sasa. Mwezi huo huo Ana akawa mjamzito. Ana alipokuja kuwa mjamzito akajifungua mtoto wake Samuel. Samuel hiyo maana yake nimempewa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kama ushuhuda wa mama yetu leo. Yaani niliyoyapitia nisingelifikia kwamba ningeweza kuolewa, au ningeweza kuolewa labda nisingeweza kupata mtoto, lakini kwa sababu alikuwepo na mtu wa Mungu aliyenielekeza katika neno la Mungu, leo hii ninayo furaha kwamba nimeolewa na nina mwanangu. Lakini pia niseme leo hii hawa ndugu, mke na mume, ndo wanaadhimisha mwaka wao mmoja wa ndoa. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo wanazo sherehe mbili, wanayo sherehe ya mtoto wao, lakini pia wanayo sherehe ya kwamba mwaka wao wa kwanza wa ndoa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ana akamuuliza mume wake, kama huyu mama alivyoniuliza, inatakiwa nini
inatakiwa nini ili niweze mtoto aweze kubarikiwa? Nikamjibu, Agano la Kale lilikuwa na taratibu zake, lakini Agano Jipya mpaka Yesu Kristo alibadilisha hizo taratibu. Hakuna haja, hakuna kitu unachotakiwa kutoa ili mtoto abarikiwe au ili mtu aweze kubarikiwa. Hicho kitu Yesu alibadilisha, na tutakuja kuona namna gani Yesu alibadilisha. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi huyo mama akawa amekaa kama vile Hana na yeye alivyokaa, akamwambia mume wake wakati wa kwenda Yerusalemu ili waweze kwenda kubarikiwa kama ilivyokuwa desturi. Viziti vyote vilikuwa vikienda mwisho wa mwaka kule Yerusalemu, ndo ibada zinafanyika na ndo huko mabarikio yanafanyika, ndo kwenye kuwa na kuhani. Lakini Hana akasema kwamba mimi nina siri niliyosema na Mungu wangu, huyu mtoto wangu leo hatuendi naye mpaka atakapoacha kunyonya, kwa sababu atakapoacha kunyonya nitaenda naye na nitamwacha mpaka katika hekalu. Bwana asifiwe sana. Amen. Wazazi wengi hatujui kuwaelekeza, hasa akina mama hatujui kufanya nadhiri na Mungu, na hatujui kumpatia Mungu uzao wetu kwamba hawa watoto wangu nitawaacha wawe katika hekalu. Bwana atuhurumie. Huruma. Hana alipofanya hicho, mtoto wake Samuel alipoacha kunyonya, ndipo Hana akaandaa vitu. Hana aliandaa mpaka na ng'ombe na pesa na unga na madivai, wakaenda, ikawa sherehe kubwa. Ikawa sherehe kubwa, lakini sherehe ya Hana haiende kwenye sherehe, kwa kuwa Hana aliweka nadhiri, alitaka kwenda kumwacha yule mtoto. Hebu chukulia mtoto Samuel anaacha tu kunyonya na anaenda kuachwa katika nyumba ya Mungu, mbali na baba na mama, kitu ambacho si rahisi kwa wakati wetu leo. Ni nani ambaye wanamchukua mtoto wake amwache tu kwenye masuala ya kanisa huko? Mimi sina sababu ya kukaa naye. Nani kwa leo hatufanye hivyo? Lakini Hana, huyu mama mshujaa, akafanya hivyo, akaenda na mwanae Samuel akamwacha kwenye nyumba ya Eli, ambaye Eli ndo alikuwa kuhani wakati huo. Bwana asifiwe sana. Amen. Naomba kupitia maisha haya niongee kidogo kuhusu Eli. Kuna watu ambao tunaweza kubarikiwa lakini tukapoteza hizo baraka. Kwa nini? Eli ndo alikuwa kuhani, ina maana mbarikiwa wa Bwana, mpakwa mafuta wa Bwana. Eli kwa kuwa hakuweza kudhibiti watoto wake walikuwa wakienda kula ile mikate ya uonyesho, ile mikate ambayo inatakiwa watu waikule. Watoto wake walikuwa wanaenda kuingia mle kwenye nyumba, kwenye hekalu la Bwana, wanafungua kwa sababu ni nyumba ya baba yao, wanachukua vile vitu wanaanza kula ile kitu. Watu wa kijiji wakanungunika. Watu wa kijiji walionungunika, na Mungu naye akaona si vizuri, hawafanyi vizuri. Mungu akamkataa Eli. Lakini sio kwamba Mungu ameshamkataa Eli ndio maana Eli siku hiyo kazi yake ikaisha. Eli anaendelea huku, Samuel anaandaliwa na nani? Bado Samuel anaandaliwa na Eli. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kubarikiwa usipokutunza unaweza ukakupoteza, ukatengeneza hata mauti yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Huyo Samuel aliyekuwa akielekezwa na kuhani Eli, ndiye wakati ulipofikia akaambiwa kwamba huyu Eli mwambie kwamba simtaki tena. Samuel akabaki kuhani badala ya Eli. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini Samuel aliandaliwa na nani? Aliandaliwa na huyo Eli. Sasa tuone mabadiliko. Kwa nini hali ilibadilika? Hakuna haja ya kutoa chochote, hakuna gharama tena. Hana na Yesu Kristo waliotolewa hizo njiwa, Samuel na Yesu waliotolewa hiyo njia, wakawa ndio wa mwisho. Yesu alipokuwa ameanza kufanya kazi zake, sijasema ndio wa mwisho kwa sababu historia ya hapa katikati haituambie kitu.
kwa sababu tangu Yesu kubarikiwa mpaka Yesu kuja kuanza kazi yake, hapa katikati nini kilichokuwa kinafanyika, mimi sina hiyo historia, na kwa kuwa sina hiyo historia siwezi kusema huo ndio ulikuwa mwisho. Na ndio maana hata leo baadhi ya makanisa inawaambia mtu, ukitaka kwenda kubarikiwa, labda andaa sherehe, labda leta sadaka kwa kanisa ili kanisa iweze kuandaa mabarikio ya mtoto wako. Hiyo sio hivyo. Tuone Yesu Kristo alivyobadilisha hicho kitu. Hebu mtu mmoja atusomee kitabu cha Mathayo sura yake ile ya 19 mstari wa 13 hadi ule wa 15. Mtu mmoja ambaye anaweza kuwashapa, anaweza kusomea hiyo andiko. Mathayo 19 mstari wa 13 hadi ule wa 15. Mathayo 19 na mstari wa 13 hadi 15 nasema hivi. 13 inasema, ndipo akaletwa watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao na kuambia wanafunzi wake wakawaweke. 14. Lakini Yesu akasema, wacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbingu ni wao. 15. Akawaweka mikononi yake juu yao, akatoka huko. 16. 15 tunaishia hapo. Bwana asifiwe sana. Amen. Tafsiri nyingine ikasema hivi, wakamletea watoto ili aweze kuwawekea mikono, ili aweze kuwabariki. Wanafunzi wake wakataka kuwazuia, lakini Yesu akasema, msiwazuie, waleteni watoto wadogo waje kwangu, kwa maana walio kama hao ufalme wa mbinguni ni wao. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa nini wanafunzi walitaka kuwazuia? Kwa sababu waliona kwamba wanakuja kama vile na fujo. Hawakuweza kupatana nao kwamba watakuja. Wanakujaje? Hatuna taarifa nao. Nataka kuwaambia kwamba wale wazazi walioleta watoto wao hawakuweza kumtaarifu Yesu. Na wewe kama una mtoto wako na unataka abarikiwe leo, simama naye, atabarikiwa bila hata kusema kwamba utume ujumbe kabla. Bwana asifiwe sana. Amen. Ile kwamba wakati wa mwisho wa mwaka ndo tutaenda Yerusalemu, huko ndo watoto watakapobarikiwa, tutapeleka na sadaka. Yesu akavunja hii. Akavivunja. Kwa hiyo ni wakati wowote ambao unahitaji kuleta mtoto wako kwa watumishi wa Yesu Kristo, Yesu Kristo anawapokea. Na kwa nini wanafunzi walitaka kuwazuia? Kwa sababu pia waliwaona wana mikono mitupu, hawana kile ambacho huwa wanazoea katika akili zao kwamba anayeenda kubarikiwa hata wakati wa Yesu angeweza kuja na njiwa mikononi. Waliwaona kama vile wanakuja tu kumuuzi na kumsumbua Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunapata kwamba mabadiliko ya taratibu au kanuni za kubarikiana ikawa imeanzia hapo. Yesu hakuomba kitu, na vivyo hivyo watumishi wa Yesu Kristo hatuna haki ya kumuomba mtu chochote.